Zingatia, moja ya kitu kinaweza kikakuimarisha ni neno la nini? La unabii. Ukitaka kuwa imara katika eneo lolote maishani mwako, moja ya kitu unahitaji ni neno la unabii. Amen. Ukitaka kuwa imara katika eneo la uchumi, biashara na fedha, unahitaji miongoni mwa mambo mengine neno la unabii litakalokuimarisha. Wakati fulani Simon Petro na wenzake walihangaika usiku kucha kuvua samaki, hawakupata. Kesho yake majira ya mchana, kuelekea mchana hivi, wakiwa wanaandaa nyavu, akatokea mtu mmoja anaitwa Yesu mwana wa Daudi, akawaomba wampatie chombo lile boti kwa ajili ya kuhubiri Injili. Akahubiri Injili, baadaye akamwambia Simoni, tupa nyavu hata kilindini. Simoni akamwangalia Yesu ambaye sio mvuvi, ni carpenter, akamwambia, mwalimu, unachoongea hiko akiingia akilini, tumehangaika kuvua samaki usiku kucha. Kikawaida samaki huwa wanavuliwa usiku kwa sababu namna mojawapo ya kukamata samaki ni kuwasha taa. Kwa wanapoona ule mwangaza ule wanakimbilia, unawavua kwa wingi. Kwa maana mchana ni ngumu kuvua samaki na wakati wa kiangazi. Amen. Watakao utumie njia za ziada. So Simon akamwambia, mwalimu, tumehangaika usiku kucha, hatakupata chochote. Lakini akamwambia, isipokuwa nitafanya hivyo kwa sababu ya neno lako. Sema neno lako. Wakatupa nyavu kilindini na matokeo yaliwashangaza. Boti ya Simon ilijaa samaki. Wale walomsindikiza maboti yao yakajaa samaki, wakaita vyombo vingine vikajaa nini? Simon akaamua kupiga magoti na kumwambia, Bwana Yesu, kaa mbali nami, mimi ni mwenye nini? Mwenye dhambi. Ni neno la unabii lilimuimarisha economically. Lakini Bwana Yesu akamwambia, wewe una hatima kubwa zaidi ya hiyo. Sasa nifuate, wewe utakuwa mvuvi wa samaki. Au utakuwa mvuvi tena wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Imagine sasa unaacha samaki wote na ile faida unamfuata Yesu. Katika kuambatana naye, kuna wakati Simon akamwambia Yesu, na wanafunzi wengine wakamwambia Yesu, mwalimu, tumeacha kila kitu, tumekufuata wewe. Huku bwana, mbona kama akueleweki? Yesu akasema, kuna alimwacha mjomba, shangazi, amen, babu, bibi, kiwanja, nyumba, mke, mume, kwa ajili yangu na kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ambaye hapa duniani hatopata thawabu mara ngapi? Mara 100. Yaani uchumi wao kupitia neno la unabii uliahidiwa kuwa mara ngapi? Mara 100. Jambo ambalo lilikuja likatokea. Neno la unabii linakuimarisha. Mwambie yako, neno la unabii linakuimarisha. Hata katika swala zima la uongozi, utawala na serikali, kuna hiki kipengele nimeongezea sasa hivi. Uongozi, utawala na nini? Na serikali. Amen. Ili uweze kuimarika thabiti katika eneo la uongozi, unahitaji neno la unabii. Unahitaji neno la nini? Neno la unabii. Neno la unabii lilinijua mwezi wa 7 mwaka 2009. Ilikuwa tarehe 6 ile, nakumbuka. Ile neno likanijia kusema, kama unataka kuwa na hatima kubwa ya uongozi kama ya Yusufu, unatakiwa kuwa na tabia za Yusufu. Amen. Lile neno la unabii alihusiana na uchumi, lilihusiana nini? Na uongozi. Yusufu alikuwa nani? Farao akasema, amen, Mungu nani? Yusufu akashuhudia akasema, Mungu amenifanya kuwa baba kwa nani? Kwa Farao.
Kwa hiyo Yusufu alikuwa ni baba wa viongozi wa kitaifa, lakini naye alikuwa kiongozi kupitia neno la nini? La unabii. Kwa hiyo hata alipopita katika Zoluba, amen, ndugu zake wakampitisha nini? Zoluba, wakamtupa shimoni, wakataka kumuua, wakalalua vazi lake lile la rangi nyingi, baadaye wakamuuza Misri, kule akawa mtumwa katika nyumba ya Potifa, baadaye akapewa kesi ya ubakaji, akaingizwa jela, akawa mnyampala, kutoka mnyampala jela mpaka kuwa waziri mkuu wa kwanza wa wapi? Wa Misri, kupitia neno la nini? La unabii.